Moja ya kesi kubwa ambayo nimewahi kukutana nayo au ninakutana nazo ni kesi kati ya mama na mtoto. Yaani unakuta mama analalamika ya kwamba mtoto wake hapendi kunyonya au mtoto wake hapendi kula. Huenda tatizo lipo kwako wewe mama, kwa sababu huenda pengine unataka mtoto ale vile ambavyo wewe unakula. Hapana, watoto wanawahi kupata njaa. Ulishawahi kuona mdudu, kwa maana ya zile hatua za ukuaji wa mdudu? Tuseme tuchukulie labda mdudu gani? Tuseme kipepeo. Kipepeo anataga yai. Baada ya yai, kinachotokea pale ni lava. Yule lava anakuwa buu. Yule buu, baada ya buu ndipo anakuwa kipepeo kamili. Sasa baada ya mayai kutotoka, yule lava huwa wanakula vibaya mno. Hata wewe mtoto wako anatakiwa huenda pengine ni lava na anatakiwa kula, lakini wewe haujajua. Sasa unatakiwa kuhakikisha kwamba mtoto yasizidi masaa mawili kama ananyonya na hajaanza kula, yasipite masaa mawili kabla mtoto hajanyonya. Lakini pia kama mtoto ameanza kula, pia anatakiwa kuwa na kula mara kwa mara. Usitake kwamba eti vile unavyokula wewe ndivyo mtoto pia ale. Hapana, mjengee tabia ya kula mara kwa mara na mtoto atakipenda tu chakula, na pia itamsaidia mtoto kuweza kufurahia chakula, mtoto kuweza kupenda chakula. Sasa wewe ulikuwa unamlisha mtoto kama unavyotaka ale, imefikia hatua anachukia sasa chakula, anakosa hamu ya kula, alafu leo hii unalalamika, wakati ni utaratibu ambao wewe mwenyewe umeujenga, ni utaratibu ambao wewe mwenyewe umeutengeneza kwa mtoto wako. Imekuwa ni tabia sasa. Leo hii unatamani ale lakini hali, unatamani anyonye lakini hanyonyi. Na tunapaswa tuwahudumia watoto wetu kwa upendo na kuwasaidia katika hatua zao za ukuaji. Kumbuka tu ya kwamba mtoto mwenye afya ni ushindi kwa familia. Unapomtunza leo, yeye atakutunza kesho. Video hii unaweza kushare kwa mtu mwingine, lakini pia ukacomment na kulike ikiwa kama kipo ulichojifunza.